nitakuwa na maneno machache ambayo Mungu anahitaji tuweze kuyatafakari katika siku ya leo. Dunia inayumbayumba, dunia inalewa. Uelekeo wa dunia haueleweki mpaka sasa. Tabia zilizoko duniani zimekuwa ni tofauti na kile ambacho Mungu alifikiria. Wanadamu wamegeuka, wanadamu wamekuwa na akili ambazo hata wanyama wanatuzidi. Leo katika dunia utasikia mambo ya ajabu kwa sababu wanadamu wengi wamependa udhalimu. Wanadamu wengi wamekataa sauti ya Mungu. Wanadamu wengi wameamua kuifuata sauti ya mwovu, na ndio maana wanadamu wanapoelezwa hata maneno ya Mungu hawataki kuyasikia. Wako tayari kusikia maneno ya danganyayo, maneno ambayo hayana tumaini la kuweza kuwasaidia katika maisha yao. Unaposoma katika kitabu cha Warumi, mtu wa Mungu, Warumi sura ya kwanza na lile fungu la 15, fungu la 15 inasema kwamba kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingayo kweli kwa uovu. Leo kumekuwa na wanadamu wengi wanaopinga ndoa. Leo kumekuwa na wanadamu wengi wanaoipinga Biblia kusema kwamba si kitabu kitakatifu cha Mungu. Kumekuwa na wanadamu wengi ambao hawataki kufuata haki ya Mungu, wanataka kufuata mapokeo ya wanadamu. Na ndio maana leo ukiona ndoa imekuwa ni changamoto katika maisha ya wanadamu. Leo kumekuwa na wanadamu wanafunga ndoa na wanyama. Leo kumekuwa na ndoa za jinsia moja. Kumekuwa na ndoa za wanawake kwa wanawake, vitendo ambavyo viliweza kuiangamiza dunia katika kipindi kile cha Sodoma na Gomora. Leo utamuona kijana akitembea na kijana mwenzake, utafikiri ni marafiki, lakini kumbe ni mke na mme. Leo utamuona binti wakiwa na binti mwenzake wakitembea njiani, kumbe ni mke na mme. Dunia imebadilika, vitendo vimekuwa ni viovu. Wanaume leo utaona wanasuka nywele, wanaume leo utaona wanavaa hereni, wanaume leo utaona wanavaa shanga katika miguu yao. Ni kitendo ambacho kinadhihirisha uumbaji wa Mungu. Wanadamu wamebadilika, wanadamu wameshindwa kuitii sauti ya Mungu. Na Biblia inasema kama ilivyokuwa katika kipindi kile cha Sodoma na Gomora, ndivyo itakavyokuwa katika wakati huu. Kipindi cha Sodoma na Gomora, wanaume walizunguka wakihitaji kutembea na wanaume wenzao, na mpaka Bwana alipoamua kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora. Kati ya dhambi ambazo ni hatari, ambazo Bwana atakuja kuiangamiza dunia, ni dhambi ya uasherati, ni dhambi ya jinsia moja, mwanaume kwa mwanaume kufanya mapenzi, mwanamke kwa mwanamke kujifanya kwamba wao ni wanaume. Ni dhambi ambayo itaiangamiza dunia, na ndio maana unaona dunia inaharibika. Watu wanazidi kupongeza ushoga, kufanya kwamba ni tukio la kiheshima, lakini Mungu anachukizwa na kile ambacho wanadamu wanakifanya. Hukumu ya Mungu imekaribia, na kama uko miongoni mwa watu, kama uko miongoni mwa watu wasiotii neno la Mungu, kama uko miongoni mwa watu wanaopuuza maandiko matakatifu ya Mungu, elewa hukumu yako iko mlangoni. Ni wakati wako wa kuweza kumtegemea Mungu. Ni wakati wako wa kuweza kusimama katika kweli, ukitumaini kila andiko ambalo Mungu anahitaji wanadamu waweze kusimama katika kweli. Unaposoma Zaburi 119 fungu la 105 inasema neno lako ndiyo kweli. Na unaposoma Yohana 17 fungu la 3 anasema uwatakase kwa ile kweli, kwa sababu neno lako ndiyo kweli. Neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno la Mungu litasimama katika mstari ule ule. Hata mfanye matendo ya jinsia moja, hata mfanye ngono za jinsia moja, hata mushabikie ushoga, hata mushabikie usagaji, hata mshabikie misaada ambayo mnapewa kwa ajili ya kuangamiza kizazi hiki, hukumu ya Mungu iko juu yenu. Mungu ataangamiza, hata wachekea. Mungu ataangamiza iwapo kama hamtakuwa tayari